Bila kupoteza wakati, hebu tumuombe Bwana Yesu Kristo atujalie baraka zake tunapokwenda kulisikia neno lake. Amina. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya saa hii ya kipekee ambayo Mungu tunaamini ulikusudia tangu kabla misingi ya ulimwengu kuwako. Kwamba muda na wakati kama huu tungekuwa mahali hapa tukihubiri injili hii ya mtindo wa kale. Asante kwa ajili ya kila msikilizaji aliyefungulia redio yake saa hii kwa ajili ya kukusikia wewe. Siamini kama natafuta kutusikia sisi, kwa sababu akitusikia sisi ni kifo kwake, lakini akikusikia wewe ni uzima Bwana. Basi naomba tu nifiche nyuma ya msalaba. Tumia kinywa hiki kuponya kila moyo uliojeruhiwa jioni ya leo. Hebu kila mwili ulio mgonjwa upate uponyaji wakati neno lako linapoendelea. Jalia roho wako awe kwa wingi hapa studio. Kila mgonjwa, kila mwenye shida ikatatuliwe mara moja. Katika jina la Yesu Kristo, bariki neno lako tunapokwenda kulisoma. Jalia aliwe hai kutosha na lipate mahali pa kutua na kubadilisha mioyo ya wasikilizaji wetu. Tunaweka yote mikononi mwako, bariki hata redio hii. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Basi msikilizaji, tutakuwa na somo jioni ya leo linalotoka katika kitabu kile cha Mathayo, sura ile ya 16, mstari kuanzia wa 13 hadi mstari wa 18. Mathayo 16 mstari wa 13 hadi ule wa 18. Biblia inasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Wala milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana naongeze baraka katika kusomwa kwa neno lake. Jioni ya leo, kwa msaada wa Mungu, msikilizaji wangu, tunataka tuelekee moja kwa moja kwenye somo hili linalosema lijue kanisa la Bwana Yesu Kristo. Lijue kanisa la Bwana Yesu Kristo. Nafikiri neno kanisa si geni masikioni mwako msikilizaji. Umelisikia tangu pengine umeanza kuwa na akili ya kujua mema na mabaya. Na si geni kwako. Lakini huenda nitazungumza katika namna ambayo huenda ikawa ngeni kidogo, lakini hatutaacha maandiko. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lijue kanisa la Bwana Yesu Kristo. Na katika somo hili tutaangalia vipengele vifuatavyo. Tutaona kanisa ni nini. Hicho ni kipengele cha kwanza. Kanisa ni nini? Alafu kipengele cha pili tutaona Mungu ana kanisa moja tu. Mungu ana kanisa moja tu. Na cha tatu tutaona ili kanisa lilitoka wapi. Haleluya. Tutaona pia cha nne nani aliyelianzisha. Haleluya. Linajengwaje. Amen. Na linajengwa juu ya nini? Alafu tutaangalia imani na fundisho lake ni lipi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alafu mwisho tutaangalia ninawezaje kuwa sehemu ya kanisa hilo. Ninawezaje kuwa sehemu ya kanisa hilo. Tuanze na kipengele cha kwanza. Kanisa ni nini? Kanisa ni nini? Neno kanisa, msikilizaji, linatokana na neno la Kiyunani eklesia. Eklesia. Linalomaanisha walioitwa watoke. Walioitwa watoke. Kwa tunapozungumza kanisa tunazungumzia watu.
watu fulani ambao wameitwa watoke. Amina, amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Ukiangalia msikilizaji, hata Israeli wenyewe walikuwa watu wa Mungu wakati wote walipokuwa kule Misri. Amen. Walikuwa watu wa Mungu. Amina. Waliitwa watu wa Mungu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Hadi walipoitwa watoke Misri. Amen. Na ujumbe wa Musa. Amina. Hapo ndipo Israeli wakawa kanisa la Mungu. Amina, amen. Hapo ndipo Israeli wakawa kanisa la Mungu. Amina. Kuna tofauti kati ya watu wa Mungu na kanisa la Mungu. Amen. Kanisa la Mungu ni watu wao wa Mungu. Amina. Ila wanapoisikia sauti ya Mungu, Amen, wakaiamini, Amina, na kutoka kwenye hali zao, Amen, na kutoka kwenye tamaduni zao, Amina, na kutoka kwenye dhambi zao, Amina, na kuitii ile sauti na kuifuata, Amina, basi wanapotoka, Amen, wanaanza safari ya kuwa kanisa la Mungu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Amina, sura ile ya 7 na mstari wa 38. Amina. Matendo 7:38. Amina. Biblia inasema, Amen, yeye ndiye aliyekuwa na kanisa jangwani. Amina. Unaona maandiko? Amen. Israeli inaanza kutajwa kama kanisa baada ya kufika jangwani. Amen. Biblia isemi yeye alikuwa pamoja na kanisa kule Misri. Hapana. Haleluya. Inasema yeye alikuwa katika kanisa jangwani. Kwa linaanza kuitwa kanisa baada ya kutoka Misri. Amen. Baada ya kuitwa na ujumbe wa Musa. Amina. Litoke Misri. Amen. Linapotoka, Amina, linakuwa kanisa. Amina, amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Amina. Pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai. Tena pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Kwa nitaka tu uone msikilizaji kwamba taifa la Israeli lilikuwa kanisa baada ya kuitwa watoke Misri. Walipoitwa watoke, wakawa kanisa. Amina. Msikilizaji, na kama wameitwa watoke, Amina, kama kanisa ni walioitwa watoke, Amina, basi moja kwa moja kuna mahali inabidi waingie. Amen. Hawatoki wakaning'inia hewani. Amen. Hawatoki wakabaki hewani. Kuna mahali ambapo hawana budi kutoka. Amen. Na kuna mahali ambapo hawana budi kuingia. Israeli waliitwa watoke Misri, waingie Kanani. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na sisi pia lazima tuitwe tutoke mahali fulani, Amina, na tuingie mahali fulani. Na sisi leo tunaitwa tutoke kwenye ulimwengu. Amen. Tutoke kwenye tamaduni za kilimwengu. Tutoke katika namna ambazo walimwengu wanavaa. Amen. Namna ambavyo walimwengu wanaishi. Amen. Namna ambavyo walimwengu wanaenenda. Amina. Sisi tunaitwa tutoke kwenye hizo hali. Haleluya. Yamkini walimwengu ni walevi. Amina. Sisi tunaitwa tutoke kwenye hizo hali za ulevi. Haleluya. Yamkini walimwengu wanavaa nguo fupi, wanavaa vimini, wanajipodoa na hizo takataka zote wanazozifanya. Neno la Mungu linatuita tutoke kwenye hayo mambo. Na linapotuita tutoke kwenye hayo mambo, basi kuna mahali hatuna budi kuingia. Na mahali hapo ni katika Kristo Yesu. Amen. Na nisikiliza msikilizaji, hatuitwi tutoke tujiunge na kanisa fulani. Amina. Tunaitwa tutoke tuingie ndani ya Kristo. Amen. Tutoke tuingie ndani ya Kristo. Na tunapotoka, Amina, na kuingia ndani ya Kristo, basi tunafanyika kuwa kanisa la Bwana Yesu Kristo. Na kinachotuingiza ndani ya Kristo, haleluya, si kujiunga na kanisa, si kushika amri 10, haleluya, si kuwa mfuasi wa kanisa, haleluya. Kinachotuingiza ndani ya Kristo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Haleluya. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu Biblia ilisema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12 msikilizaji, na mstari ule wa 13. Wakorinto wa kwanza 12:13. Biblia inasema kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Katika Roho mmoja, si katika kanisa fulani, si katika dhehebu fulani, si katika kanuni fulani za imani, bali katika Roho. Haleluya. Roho mmoja sisi sote tunabatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayunani au kwamba tu Wayahudi, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Kwao ni ubatizo wa Roho Mtakatifu unaotufanya tuwe mwili mmoja. Na huo mwili ni mwili wa Kristo. Kwao kama leo hii msikilizaji utaitwa utoke, inabidi kuwe na mahali unaingia. Na mahali hapo ni katika Kristo Yesu. Haleluya. Hivyo ndivyo Biblia isemavyo. Sasa hata mitume nao ndio maana tunaona hawakuitwa kanisa hadi walipo baada ya siku ya Pentecost. Walipopata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Utaona Biblia inawataja mitume kama kanisa hadi baada ya siku ya Pentecost, hadi baada ya Roho Mtakatifu kuja ndani yao. Kabla ya hapo waliitwa wanafunzi au waliitwa thenashara. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa wanaanza kuitwa kanisa baada ya siku ya Pentecost. Roho Mtakatifu ameshuka, akawajaza, akawaingiza ndani ya Kristo, ndipo Biblia inaanza kuwaita kanisa. Ukisoma Matendo sura ya 2 mstari wa 46 na 47, maandiko yanasema hivi, Matendo 2:46 hadi 47. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa. Kwa mara ya kwanza Biblia inaanza kutaja kwamba Bwana akalizidisha kanisa. Haleluya. Haisemi akawazidisha wanafunzi. Haleluya. Haisemi akazidisha majengo ya kuabudia, bali akalizidisha kanisa ambalo ni watu. Waliitwa watoke kwenye tamaduni za Kiyahudi. Haleluya. Kwenye ibada za Kiyahudi za kimwili, za Sabato na kadhalika. Mitume waliitwa watoke kwenye hizo desturi za Kiyahudi. Watoke kwenye torati ya kimwili, waingie kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na walipoingizwa kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, ndipo Biblia inaanza kuwataja kama kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo basi kanisa ni watu walioitwa watoke kwenye ulimwengu, kwenye dini zote zisizofanana na neno. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watoke kwenye madhehebu na kadhalika, waingie katika Kristo. Waingie katika Kristo kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama huna Roho Mtakatifu msikilizaji, wewe bado si kanisa. Haleluya. Haleluya. Wewe bado hujakamilika kuwa kanisa. Unakamilishwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa tunaweza kusema kanisa ni watu walioitwa watoke ulimwenguni na waingie katika Kristo Yesu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina, amina. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sasa nafikiri hilo limeeleweka vizuri ndugu msikilizaji. Twende jambo la pili. Amina. Mungu ana kanisa mangapi? Mungu ana makanisa mangapi? Leo tuna makanisa mengi sana sana. Na kama Yesu akikawia zaidi yatazidi kuongezeka. Amina. Kwa takwimu kuna makanisa karibu 1045 ulimwenguni mpaka hivi tunavyoongea. Sasa swali linakuja, Mungu ana makanisa mangapi? Amina. Haleluya. Ngoja nikwambie msikilizaji. Amina. Mungu ana kanisa moja tu. Amen. Mungu ana kanisa moja tu. Amina. Haleluya. Amen. Analodai kuwa lake. Amina. Ana kanisa moja tu. Amina. Analodai kuwa lake. Mungu hana kitu kinaitwa makanisa. Mungu hana kitu kinaitwa makanisa. Amina. Mungu ana kanisa moja tu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na hiyo inapatikana katika kitabu cha Mathayo, ile sura ya 16 tuliyosoma na mstari wa 18. Mathayo 16 na fungu lile la 18. Msikilizaji, hebu tusome Biblia kidogo hapa. Biblia inasema, nami nakuambia, amina, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu. Haleluya. Amen. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Asemi nitayajenga makanisa yangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema juu ya mwamba huu, amina, mimi Yesu nitajenga kanisa langu. Kanisa moja. Amen. Haleluya. Kanisa moja. Ndivyo Biblia inavyosema. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Hii inaonyesha wazi ya kwamba Mungu ana kanisa moja tu. Haleluya. Na analijenga yeye mwenyewe. Halijengwi na wanadamu. Halijengwi na wachungaji. Halijengwi na wanaojiita mitume na manabii. Linajengwa na Yesu Kristo mwenyewe peke yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Maandiko yanaendelea kusema, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kanisa analojenga Yesu, milango ya kuzimu Biblia inasema haiwezi kulishinda. Msikilizaji, kanisa linalojengwa na mwanadamu, saa yoyote haya malango yatalishinda. Tumeona yameshinda makanisa mengi kwa sababu yamejengwa na wanadamu. Haleluya. Haleluya. Lakini kanisa analojenga Yesu, kwa utaratibu nilioisema, kwa kuweka roho wake ndani ya watu hao, Biblia inasema wazi, kanisa analojenga Yesu, malango ya kuzimu hayatalishinda. Sasa nategemea msikilizaji, jikague. Je, umejengwa na Yesu? Swali la muhimu kuangalia. Msikilizaji wangu, umejengwa na Yesu au umejengwa na watu? Umejengwa na Yesu au umejengwa na wanadamu? Ni vizuri uwe makini, kwa sababu kanisa lilojengwa na Yesu, Biblia inasema hapa, malango ya kuzimu hayatalishinda. Haleluya. Haleluya. Leo Yesu ana kanisa moja. Analijenga mwenyewe. Na anapolijenga, shetani hawezi shinda kanisa ambalo Yesu amejenga. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa swali linakuja, wenda ukaniuliza swali msikilizaji, hilo kanisa Mchungaji Baraka ni lipi? Amina. Haleluya. Hilo kanisa ni lipi? Hilo kanisa ambalo Yesu amejenga, hilo kanisa ambalo malango ya kuzimu hayatalishinda, ni kanisa gani hilo? Jina la Bwana libarikiwe sana. Nitakujibu tu kirahisi msikilizaji. Kanisa hilo moja, haleluya, ambalo Mungu anadai kuwa lake na amelijenga, ni lile la kitabu cha Matendo ya Mitume. Haleluya. Ni lile la kitabu cha Matendo ya Mitume.
Amen. Hilo ndilo kanisa Mungu anatambua. Amina. Mungu hatambui madhehebu yetu. Amina. Mungu hatambui majina yetu mazuri ya makanisa tulionayo. Amina. Mungu hatambui maaskofu wazuri tulionao. Mungu anatambua kanisa moja. Amina. Lile alilolianzisha, ambalo linapatikana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa leo kutaka kujua hilo kanisa ni lipi, basi leo kanisa lolote la Bwana Yesu Kristo itakuwa ni muendelezo wa kanisa lile lile la kitabu cha Matendo ya Mitume. Litakuwa na tabia zile zile za kanisa la kitabu cha Matendo ya Mitume. Litakuwa na ubatizo ule ule waliokuwa nalo kanisa la kitabu cha Matendo ya Mitume. Litakuwa na imani ile ile waliokuwa nayo mitume. Kanisa lolote nje ya fundisho la hawa watu si la Yesu Kristo. Inaweza kuwa zuri sana, inaweza kupendeza kusikiliza mahubiri yake, lakini kama halineni sawa sawa na hili la kitabu cha Matendo ya Mitume, halifundishi sawa sawa na hili la kitabu cha Matendo ya Mitume, basi hilo moja kwa moja si kanisa la Bwana Yesu Kristo, litakuwa kanisa la mwingine. Kwa kanisa la Yesu Kristo ni lile la kitabu cha Matendo ya Mitume. Ni muendelezo wa kanisa lile lile la kitabu cha Matendo ya Mitume, ambalo Marko 16 iko hai. Kanisa la Yesu Kristo si kanisa mfu. Si kanisa lililokufa. Haleluya. Ni kanisa ambalo liko hai. Ni kanisa ambalo Marko 16 inaishi bado. Tuone Marko 16 msikilizaji, mstari wa 17 na wa 18. Inasema hivi: na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Unaona dalili zake? Wanatoa pepo. Wanasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Ni kanisa ambalo ndani yake kuna uponyaji wa kiungu. Wagonjwa wanapona. Kuna lugha ya kweli. Acha hizi lugha za siku hizi tulizonazo makanisani ambazo hata hazifasiriwi, lakini kanisa la kweli la Mungu aliye hai lina utaratibu wa lugha. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume hawakunenaga kanisa zima, msikilizaji. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12 kwamba katika kanisa wanene wawili ama watatu, tena zamu kwa zamu. Haleluya. Na mwingine afasiri. Ili tujue Roho wa Mungu anaambia nini kanisa. Haleluya. Kanisa la mitume ndivyo lilivyokuwa. Lugha hawakunena kanisa wote. Walinena wawili ama watatu. Tena zamu kwa zamu. Na mwingine akafasiri. Hilo ndio kanisa la mitume lilivyokuwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa tunaona kanisa la kweli la Mungu aliye hai ni kanisa ambalo Marko 16 iko hai. Pepo wanatoka kwa jina la Yesu Kristo. Wagonjwa wanapona katika jina la Yesu Kristo. Leo kuna makanisa hawaamini hata kuombea wagonjwa, hawaamini hata kukemea mapepo, hawaamini hivi vitu, lakini kanisa la kweli Yesu anasema ishara hizi zitafuatana nalo. Zitafuatana na hao watu walio ndani ya kanisa hilo. Kwa hiyo kanisa la kweli ni muendelezo wa kile ambacho kanisa la mitume lilikuwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo nikwambie msikilizaji, kitabu cha Matendo hakikukoma.
Haleluya. Kitabu cha Matendo hakikuisha. Bado kinaendelea. Ili mradi tu Roho Mtakatifu hajakoma kutolewa. Bado anatolewa. Bado kitabu cha Matendo kiko hai leo. Kinaishi leo. Kwa sababu maandiko yalisema, Petro alisema, Roho Mtakatifu, wapo watu hawaamini habari za Roho Mtakatifu. Wanafundisha kwamba Roho Mtakatifu aliishia kwa mitume. Aliishia kwa kina Petro. Lakini si kweli msikilizaji. Hapana, kwa sababu Petro anasema hivi katika kitabu cha Matendo sura ya 2 na mstari ule wa 39. Biblia inasema hapa, 39. Kwa kuwa ahadi hii ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili yenu. Ni kweli. Na kwa watoto wenu. Na kwa watu wote walio mbali. Na kwa wale wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Amen. Kama Mungu amekoma kuita, basi Roho Mtakatifu naye amekoma. Lakini kama Mungu bado anaita watu, bado huyo Mungu anaye Roho Mtakatifu wa kuwajaza hao walioitwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa tunaona wazi kabisa Mungu ana kanisa moja. Nalo ndio hili linalopatikana katika kitabu cha Matendo. Ni mwendelezo wa hilo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Swali jambo la 3. Hili kanisa lilitoka wapi? Hili kanisa lilitoka wapi? Na lilikuwa wapi kabla halijawa duniani? Tutajibu tu kirahisi. Hili kanisa lilitoka ndani ya Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Lilitoka ndani ya Yesu Kristo mwenyewe. Kabla halijadhihirishwa katika mwili. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 halijafanyika mwili. Lilikuwa ndani ya Yesu Kristo mwenyewe. Tanielewa tu msikilizaji, Biblia ni kitabu cha kimbinguni. Inafasiriwa kimbinguni. Waefeso sura ya 1 na mstari ule wa 4. Biblia inasema hapa, Waefeso 1:4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye. Kiingereza natumia as he hath chosen us in him. Haleluya. Kama alivyotuchagua ndani yake. Kristo alituchagua ndani yake mwenyewe. Ndani yake mwenyewe. Na huko ndiko kanisa lilikotoka. Ni ndani yake mwenyewe. Na kama alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kuchaguliwa kwetu hakukufanyika siku tulipookoka, tulipoongozwa sala za toba kama wanavyoziongoza. Hakukufanyika siku ile. Biblia inasema tulichaguliwa ndani ya Yesu Kristo kabla ya misingi ya ulimwengu kuwako. Kwa kanisa la Yesu Kristo kumbe ni la kale sana. Lilikuwepo kabla ya dunia. Lilikuwepo kabla ya nyota. Lilikuwepo kabla ya vyovyote. Hili kanisa lilikuwepo. Lilichaguliwa ndani ya Kristo kabla ya misingi ya ulimwengu kuwako. Alituchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo hili kanisa lilitoka ndani ya ubavu wa Yesu Kristo. Kama tu ambavyo Hawa alitoka ndani ya ubavu wa Adamu. Yesu Kristo ni Adamu wa pili. Kama Biblia inamwita Adamu wa pili, manake hana budi kuwa na mke. Hana budi kuwa na Hawa wake. Hawa wa pili. Haleluya. Vinginevyo Biblia itakuwa imekosea kumwita Yesu Adamu wa pili. Sasa kama Yesu ni Adamu wa pili, vile alivyokuwa Adamu wa kwanza ilikuwa ni mfano. Haleluya. Na tunaona katika kitabu cha Mwanzo Hawa hakutoka nje ya Adamu. Wanyama wote, jike na dume, vyote vilitoka kwenye mavumbi. Lakini ilipofikia Mungu anataka Adamu apate mke, Mungu akufinyanga mavumbi ya ardhini. Alifungua ubavu wa Adamu. Akatoa mfupa
bavu moja. Amina. Akatoa nyama. Amina. Haleluya. Amina. Akatoa pia roho ya kike. Amina. Amen. Ndani ya Adamu. Amina. Akaiweka ndani ya huu mwili aliyoutengeneza kutoka kwenye ubavu wa Adamu. Amen. Na huo ubavu ulipowekea hiyo roho, ndipo hiyo mwili ukawa mke wa Adamu. Kwa mke wa Adamu alikuwa ndani ya Adamu. Amina. Amen. Vivyo hivyo mke wa Kristo naye hana budi kutoka ndani ya Kristo. Na ndio maana ilibidi Yesu apande msalabani. Amina. Amen. Alale usingizi wa mauti. Amen. Afe kwa lugha rahisi. Amina. Haleluya. Kama ambavyo Adam, Biblia inasema aliletewa usingizi mzito. Amina. Kwa lugha rahisi ni mauti, kwa sababu Biblia inaweza kulala ni mauti. Kwa aliletewa usingizi mzito. Amina. Akalala. Alipolala ndipo Mungu akafungua ubavu. Amina. Akamtoa Hawa ndani ya Adamu. Vivyo hivyo Adamu wa pili naye ilibidi alazwe msalabani. Amina. Usingizi wa mauti. Amina. Na mkuki wa Kirumi katili utoboe ubavu. Amina. Wa Yesu Kristo. Na baada ya ule mkuki kuutoboa ubavu wa Yesu Kristo, ubavu wa Yesu Kristo ukatoa elementi 3. Ambapo ya kwanza yalitoka maji. Amen. Ya pili ikatoka damu. Ya tatu ikatoka roho. Roho wa Yesu akatoka. Amina. Na huyo roho wa Yesu ndio Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kwenye mwili wa Yesu kukatoka elementi 3. Ambapo ya kwanza ni maji. Kwa lugha nyingine rahisi tunaita kuhesabiwa haki. Elementi ya pili ikatoka ni damu, ambayo ni utakaso, tunatakasa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Elementi ya tatu iliyotoka kwenye ubavu wa Yesu ilikuwa ni roho, yani ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na hizo elementi 3 ndizo zinazofanya kanisa la Bwana Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kanisa hili lilitoka ndani ya Yesu mwenyewe. Na mpendwa wangu msikilizaji, kama kweli ulikuwaga ndani ya Yesu, kama kweli dada yangu, ndugu yangu, mzee unayenisikiliza, uliwahi kuwa ndani ya Yesu, tunapokueleza habari za Yesu utaziamini. Utazipokea. Utazikubali. Unazikataa kwa sababu hukuwahi toka ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu alisema aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu. Kwa kama unatoka kwa Mungu utalisikia neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kanisa lilitoka ndani ya Yesu Kristo. Kwa kanisa hili ni mfupa wa mifupa ya Yesu Kristo. Kama ambavyo Hawa Adamu alisema, huyu sasa ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Hivyo ataitwa mwanamke kwa sababu ametolewa katika mwanamume. Na kanisa la Yesu Kristo ni mwanamke. Ni mke wa Yesu Kristo. Na ndio maana maandiko pia analiita bibi harusi wa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amina. Amen. Na ukisoma Waefeso 5:30 Biblia inasema kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Amina. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Amina. Japo King James inaendelea zaidi, inasema for we are members of his body. Kwa kuwa sisi tu viungo vya mwili wake, of his flesh. Vya mwili wake. Amina. And of his bones. Na vya mifupa yake. Kwa sisi ni nyama ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo. Haleluya. Kama ambavyo Hawa alikuwa ni roho ya kike ya Adamu, kanisa nalo ni roho wa Yesu Kristo. Roho wa Yesu Kristo anapokuja ndani yako, basi wewe unakuwa mke au kanisa la Bwana Yesu Kristo. Swali jingine, jambo jingine tunalotaka kuangalia, nani ni mjenzi wa kanisa hili? Amina. Na analijengaje? Nani ni mjenzi wa kanisa hili? Na analijengaje? Msikilizaji wangu wa thamani, mjenzi wa kanisa hili si chuo cha Biblia, si pastor, haleluya, si mwinjilisti. Yesu hahitaji tumsaidie kazi ya kujenga kanisa. Anayelijenga kanisa hili ni yeye mwenyewe. Alisema hayo katika Mathayo 16 tulisoma. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mimi Yesu. Kwa ni Yesu anayelijenga kanisa lake juu ya mwamba. Sasa hili
ujenzi wowote, haleluya, amina, lazima kuwe na msingi. Amina, amen. Wewe ni shahidi msikilizaji, nyumba unayoishi ina msingi. Amina. Na kanisa la Yesu Kristo liko na msingi. Amina. Halielei hewani. Amina. Halining'ini hewani. Amen. Lina msingi. Amina. Na Biblia inatuonyesha wazi msingi huo ni nini. Amina. Kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 20, Biblia inasema mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Amina. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa ili kanisa la Yesu lina msingi. Amina. Na msingi huo Biblia inasema hapa ni mitume na manabii. Kwa lugha rahisi, manabii walichora ramani ya kanisa hilo. Mitume wakajenga msingi wa kanisa hilo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mitume wakajenga msingi wa kanisa hilo. Sasa msikilizaji, je, msingi wako ni ule ule wa mitume? Amina. Hilo ndio swali la kutafakari. Msingi wako ni upi? Amina. Kagua msingi wako. Amen. Ndio ule ule wa mitume? Maana kuna misingi mingi leo. Ndio. Kuna madhehebu mengi leo, sitaki kutaja majina. Ni kweli. Lakini msingi ulionao ndio ule wa mitume. Amina. Sasa kama ndio ule, basi kanisa lako ni kanisa la Bwana Yesu Kristo. Amina. Sasa kanisa lolote msikilizaji ambalo halikujengwa juu ya msingi huo wa mitume litaporomoka hakika. Kama ninavyosimama hapa redioni, litaporomoka hakika. Wala Mungu hataingia ndani ya kanisa hilo. Amina. Kanisa lolote ambalo halijajengwa kulingana na msingi wa mitume, kulingana na ramani ya manabii, haleluya, Mungu hawezi kuingia humo ndani. Mungu hawezi kuingia kwenye huo moyo. Kama nilivyosema, kanisa ni watu walioitwa watoke. Mungu hataingia kwenye mioyo ya watu ambao hawajajengwa kama mitume walivyofundisha. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa Mungu hawezi kuingia. Kanisa lolote ambalo litajengwa nje na msingi huo, nasema hivi, litaporomoka. Amina. Kwa sababu maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Wakorinto sura ya 3 mstari wa 10. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi, kwa kadri ya neema niliyopewa na Mungu. Amina. Mimi kama mkuu wa wajenzi. Amina. Unaona Paulo anachosema? Amen. Kwa neema aliyopewa na Mungu. Amina. Yeye kama mkuu wa wajenzi. Mwenye hekima na aliuweka msingi. Amen. Kwa Paulo alikuwa ni mkuu wa wajenzi. Amen. Wajenzi walikuwa ni mitume wote. Lakini mkuu wao alikuwa ni Paulo. Leo watu wanakataa injili ya Paulo. Haleluya. Wanakataa mafundisho ya Paulo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wanasema hatuwezi kumsikiliza Paulo, tunasikiliza Yesu. Haleluya. Lakini anasema hapa yeye ndiye mkuu wa wajenzi wa msingi wa kanisa hili la Yesu Kristo. Anasema na mtu mwingine anajenga juu yake. Anasema kwa neema niliyopewa naliweka msingi. Na mtu mwingine anajenga juu yake. Amina. Lakini mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Hapa naongea na wachungaji wenzangu. Ni kweli. Wahubiri wenzangu. Maaskofu. Haleluya. Anasema Paulo hapa, lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Haleluya. Kuna msingi tayari umewekwa. Wewe mjenzi unayejenga ukuta, juu ya msingi huo uangalie jinsi unavyojenga. Kwa sababu mstari wa 11 Paulo anaendelea kusema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka. Amen. Hakuna askofu anayeweza kuweka msingi mwingine. Hiyo ni kweli. Wanajitapa kwamba wana ufunuo, wanaweza kufanya chochote, lakini Biblia inakataa hapa. Inasema msingi mwingine hakuna awezaye kuweka. Haleluya. Isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa tayari. Yaani Yesu Kristo.
Amen. Kwa msingi walioweka mitume ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ni neno. Kwa sababu maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Yesu Kristo ni neno. Na huo ndio msingi ambao mitume waliuweka, ni neno. Haleluya. Ni neno. Umejengwaje msikilizaji? Je, umejengwa sawa sawa na neno? Maana huo ndio msingi. Kitu chochote kilichojengwa kinyume na neno kitaporomoka, kitakataliwa. Mungu hatakubaliana nacho. Hili ndio swali langu msikilizaji jioni ya leo. Haleluya. Anasema maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ule uliowekwa tayari, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu na fedha na mawe au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, uko huru kujenga chochote unachotaka juu ya huo msingi. Wewe jenga tu. Jenga unavyojisikia. Anasema kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto. Na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyeijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara. Ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Kwa msikilizaji, ni vizuri uwe makini. Umejengwaje? Je, umejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii? Au umejengwa juu ya msingi mwingine? Nafikiri kwa muda wetu leo tutaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumeona Mungu ana kanisa moja tu. Na kanisa hilo ni lile la kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa hiyo kanisa la kweli leo ni mwendelezo au ni maendeleo, ni mwendelezo wa lile kanisa la kwanza la mitume. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tumeona kabisa kwamba hili kanisa la Yesu anapolijenga aliuweka msingi. Lina msingi. Na tukaona wajenzi wa msingi huo ni mitume, na Paulo ndiye alikuwa mji mkuu wa wajenzi hao. Huduma ya Paulo ilikuwa ni huduma kubwa kuliko huduma ya mtume yeyote. Jina la Bwana libarikiwe sana, kulingana na maandiko. Na tukaona kabisa huo msingi umeshakwisha kuwekwa, hakuna msingi mwingine. Kwa mchungaji Baraka anapokuja lazima nirudi kwenye msingi. Niangalie msingi ukoje. Mitume waliamini nini? Mitume walibatizaje? Mitume walifundishaje? Mitume walifanyeje? Napokuja kwenye mashemasi, mitume wanasemaje? Shemasi awe na sifa gani kanisani? Haleluya. Mitume wanasemaje? Kwa nikifanya hivyo niko salama. Na wale nao wajenga wako salama. Hilo jengo halitakataliwa. Nimezungumza wazi kabisa kwamba kanisa lina msingi, na msingi huo uliwekwa na mitume. Wao ndio walioujenga. Mimi mchungaji Baraka sijaujenga. Haleluya. Wala kanisa lolote alikujenga. Wote tumeukuta tayari umejengwa. Paulo anasema msingi mwingine hakuna awezaye kuujenga ila ule uliokwisha kuwekwa tayari, yaani Yesu Kristo, ambaye tumeona ni neno. Tunapozungumza Yesu, watu wanadhani labda ni mzungu aliyetembea Galilaya, yule Myahudi. Haleluya. Lakini Yesu Kristo ni neno. Na hicho ndicho mitume walichokiweka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa msingi mwingine hakuna. Kwa mhubiri yeyote anayekufundisha msikilizaji, anayekuchunga msikilizaji, fuatilia neno. Hakikisha anakujenga kulingana na Biblia. Hakikisha anachokufundisha kimo kwenye Biblia. Asibuni, kwa sababu akibuni Yesu ameahidi kabisa wazi hapa kitaporomoka. Kama atajenga nyasi juu ya msingi huo, basi zitateketea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa msikilizaji, ni kuache na wazo hili. Tafakari. Msingi uliojengwa juu yake ndio ule wa Paulo.
ndio ule wa Petro. Amen. Ndio ule ambao mitume walikuwa nao. Amina. Na kama msingi si huo, basi hilo jengo litakataliwa. Amina. Yesu alisema wengi watakuja siku ile. Amina. Labda nimalizie tu na andiko hili msikilizaji. Amen. Haleluya. Amen. Walikuwa ni wafuasi wazuri wa makanisa. Walikuwa ni waimbaji maarufu. Amina. Watu walikuwa wengine labda ni maaskofu. Amina. Watu wenye majina yao. Ni kweli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Watu wenye sifa. Haleluya. Amina. Lakini Yesu anasema atawakataa. Mathayo 7 mstari wa 21. Mathayo 7 mstari wa 21. Amina. Biblia inasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Amina. Leo tunafikiri kila mhubiri anayemtaja Yesu kuwa ni Bwana tunadhani ni wa mbinguni huyo. Lakini Yesu anakataa hapa. Amen. Anasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Amina. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Amina. Na kwa jina lako kutoa pepo? Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Anasema ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hawa Yesu anaowasema hapa si walevi, si wazinzi. Ni watu waliofanya ishara kwa jina la Yesu. Amina. Ni watu walioishi maisha matakatifu. Ni watu waliojitahidi kuishi vizuri. Waaminifu kwa kile walichokiamini. Lakini shida ni kwamba msingi wao haukuwa msingi ule wa mitume na manabii. Hawakujengwa kulingana na neno. Hawakufundishwa kulingana na neno. Na Yesu anaongea wazi hapa, atawakataa. Amina. Hadharani. Amina. Haleluya. Mlevi hata shangaa kukataliwa. Mzinzi hata shangaa kukataliwa. Yeye anajua tu sehemu yake, mimi nina haki ya kuchomwa, nina haki ya kuhukumiwa. Lakini ambaye siku ile itakuwa mbaya kwake ni yule aliyedhani anamtumikia Mungu. Aliyedhani anahubiri Injili. Alafu mwisho wa siku anakataliwa. Ati tu kwa sababu alichokihubiri kinatofautiana na msingi wa mitume na manabii. Ndio maana na himiza msikilizaji, fuatilia msingi wako. Ndio ule wa mitume na manabii. Na kwa msaada wa Mungu, wiki ijayo tutaingilia swala hilo. Tuone msingi wa mitume ulikuwaje. Mitume walihubiri nini? Mitume walifundisha nini, msikilizaji? Na Mungu akubariki sana.